Kuwa mwaka uliopita sio vile yalivyo sasa. Dola yetu imekuja mahali mzuri, gharama ya chakula imekuja mahali mzuri, ile interest rate imeanza kuteremka chini, mafuta pia imeanza kushuka chini. Ile kitu tu bado iko juu ni makelele ya siasa. Tunataka pia hata na hiyo ikuje chini, ndio tuweze kwenda mbele kama wataifa. So nawauliza viongozi tuwache makelele, hasa wale viongozi ambao wanatafuta mbinu na njia ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila. Mimi nawaomba viongozi wote, mimi nawauliza viongozi wote, na washauri viongozi, ukabila haiwezi kubadilisha maisha ya mtu yeyote. Na mkiona kiongozi ambaye anaendesha siasa kwa msingi ya ukabila, huyo ni kiongozi bankrupt, kwa sababu mtu akikosa agenda, kama hana mpango, kama hana plan, anaenda kukwama kwa ukabila, kwa sababu ndio ile siasa duni ya nyuma ya mwisho. Please, mtu yeyote mwenye ako na sera kuja zungumza na Wakenya. Useme housing si mzuri, useme yako ni gani. Useme export of labor si mzuri, utuambie yako. Useme kuzalisha chakula na fertilizer si mzuri, utuambie installation namna gani. Ukuje utuambie utaki digital jobs, watuambie yako. Lakini usikuje kutuambia ukabila. Hawa ni wakabila hii, sijui hawa ni wakabila ile, sijui wale ni wakabila ile. Hiyo ni upuzi na hiyo ni ujinga. And I say it without fear of any contradiction. Tumetoa nchi ya Kenya mahali mbali. And I want to ask the citizens of our country, especially those of us who have the privilege to be leaders, to desist from dividing citizens along tribal lines. That is retrogressive, that is primitive, and that takes us backwards. Tunataka tuende mbele. Tukubaliane, mshahara tutaongeza kwa njia gani? Mapato tutaongeza kwa njia gani? Tutazalisha chakula kwa njia gani? Na ndio mimi nataka sasa nimwambie waziri wetu wa leba aite kamati ile inahusika na waketi chini, minimum wage tuongeze at least minimum by 6%, na mtaniambia vile hesabu hiyo itafanyika. Alafu pale mbele tutaongea na nyinyi vile mambo itakavyo kwenda mbele. As we commemorate Labor Day, let us rededicate